wamekimbizwa hospitalini kupata matibabu ili madaktari waweze kuokoa maisha ya wandugu zetu. Ben Kirui, najua ni swala ambalo limekulazimu ukafika Gilgil asubuhi ya leo. Tunapozungumza ni kwamba sekunde zinasonga tunapotoa taarifa hizi. Kwanza, kufikia sasa unaweza kuthibitishia kwamba hii nambari haijabadilika ya 16 ambao wameaga dunia, 70 ambao wameweza kukimbizwa hospitalini, au namba hii imebadilika kufikia muda huu unapokuwa nazungumza na wewe? Naam, Rashid, bila shaka ni taswira ya kuhuzunisha katika shule hii ya Utumishi Academy, ambapo kwa sasa idadi ya wale ambao wamethibitishwa kufariki bado ni 16. Sasa hivi wale maafisa wa polisi pamoja na mawaziri Kipchumba Murkomen, waziri wa elimu, Migos Ogamba pamoja pia na katibu katika wizara hiyo ya elimu Julius Bitok wako katika mkutano wa faragha pamoja na gavana wa kaunti hii Susan Kihika. Kwa hivyo tutatarajia tu kwamba watakapomaliza mkutano huo wa faragha watakuja hapa ili watueleze idadi ya wale ambao wamefariki, lakini hadi sasa idadi hiyo ni 16. Lakini picha ambazo pia tumeweza kushuhudia hapa tangu majira ya asubuhi ni kwamba ni chanzo cha mkasa huo bado haijabainika. Kwa hivyo ni masuala tu ambayo wanajadili kuweza pia kujua chanzo ni kipi, na pia waweze kujumuisha wale ambao tayari wamefika hapa. Walifika hapa mapema wale maafisa wa polisi, tumeona pia wale maafisa wa DCI ambao walifika mapema. Kwa hivyo watakuwa wanawafafanulia wale mawaziri ambao wako pale chanzo ni kipi, lakini tunafahamishwa kwamba ni kisa cha mkasa wa moto ambao ulitokea majira ya saa 9 ama saa 6 kufikia saa 9. Taarifa hizo zilikuwa zimeenea, wazazi ambao walikuwa na hofu wakifika hapa wakikimbia kuweza kujua hatma ya wanafunzi wao ama watoto wao iko aje. Tumeweza kushuhudia tu wale ambao wanafika wakiugua vilio, manake walipofika hapa wakakosa kuona wanao, na ikawa sasa ni ile hali ya kusikitisha, hali ya kuhuzunisha. Wengine wamefika wakapata ni kwamba watoto wao wako katika hali njema na wamejumuika pamoja nao, na pia tumeweza kushuhudia wale ambao walikuwa wamepelekwa kule hospitalini kupokea matibabu. Baadhi yao tayari wamerejea shuleni. Tumeona baadhi yao wakirejeshwa shuleni, wale ambao walikuwa na majeraha madogo, na pia vile vile tunafahamishwa kwamba kuna wale ambao punde tu mkasa huo wa moto ulipotokea waliweza kutoroka. Kwa hivyo wale maafisa wa polisi ambao walifika hapa mapema wakaweza kuwatafuta, na baadhi yao tayari wamerejeshwa, wameunganishwa na wazazi wao. Lakini hadi sasa kuna pia wale wazazi ambao bado wako na hofu, wanazunguka kila pembe ya shule hii kuweza kujua tu iwapo watoto wao wako sawa ama hali iko namna gani. Lakini kila ambacho tunafahamu kwa sasa hivi bweni hilo la Melin Waithera block ambayo ama ni bweni ambalo liliweza kupata kuugua ama kupata kuteketea, lakini chanzo cha moto huo bado Rashid hakijaweza kubainika. Kwa hivyo ni subira tu ambayo tunatarajia wale mawaziri ambao wamekuwa hapa tangu mida ya kama dakika 30 hivi ambazo zimepita, niposa wamekuwa kule wakifanya mkutano ili waweze kupata taarifa kamili, wapate ni wanafunzi wangapi walifariki wakiwa shuleni, ni wanafunzi wangapi pengine walifariki wakiwa hospitalini. Lakini tunafahamishwa kwamba ni wanafunzi zaidi ya 70 ambao walipelekwa katika hospitali tofauti hapa, ikiwemo St. Joseph ambayo iko katika eneo hili ama kilomita chache kutoka eneo hili. Kwa hivyo ni hofu tu, wanafunzi pia wakihuzunika, manake wenzao ambao walikuwa wanasoma nao, wengine walikuwa wanalala nao katika bweni hilo. Manake tunaambiwa pia bweni hilo la Melin Waithera ilikuwa bweni la wanafunzi wa kidato cha 3 na cha 4 pamoja na gredi la 10. Kwa hivyo wazazi walipofika hapa wakawekwa kwenye vikundi ili uweze kusema mtoto wako alikuwa katika gredi ipi ama alikuwa katika darasa gani, ndiposa uweze kumtambua kama yuko hapa ama yuko. Ulikuwa unaelekezwa pia kufika katika hospitali